Cha usiku, tuna siku tatu kwenye mahusiano, lakini umenipa mahaba ambayo yamefanya nibadili mtazamo wangu juu ya ndoa. Kwani ulikuwa na mtazamo gani kuhusu ndoa? Niliwahi kuapa kuwa sitakuja kuoa kwa sababu kila mwanamke ambaye nilikuwa nakutana naye alikuwa na kasoro, lakini wewe umenipa mahaba ambayo yamenifanya niweze kufikiria tena swala zima la kuoa. Asante kama hayo unayosema ni kweli na yanatoka moyoni mwako. Haya ninayosema ni ya kweli, na ili kuthibitisha hilo nina ombi langu moja. Jambo gani hilo? Nilikuwa naomba ukubali kuwa mke wangu Cha usiku. Tafadhali dawa yao. Mambo ya kuzeeshana mimi sitaki. Kama umechoka kudeti na mimi naomba uniache. Mimi hata sitaki kuolewa. Hivi Cha usiku, unanipenda kweli? Ndiyo, nakupenda. Sasa kama unanipenda, kwa nini hutaki kuolewa na mimi? Mimi ni mfanyakazi, sijazoea hayo maisha ya kukaa nyumbani na kumpikia mwanaume. Lakini mimi sijasema kwamba nikikuoa nitakuachisha kazi. Hata kama hautaniachisha kazi, ila mimi sitoweza kufanya hizo kazi za nyumbani. Lakini mpenzi, hizo kazi ni za kawaida tu. Unaweza kujifunza taratibu na ukazoea. Bwana nimesema sitaki. Katafute mwanamke ambaye hana kazi umuoe. Sawa mpenzi, nimekuelewa. Nitatafuta mwanamke ambaye hana kazi nimuoe. Ni bora iwe hivi, maana naona unataka kuanza kunitibua. Basi naomba unisamee mpenzi, lakini naomba twende vacation Zanzibar kwa wiki 2. Natamani sana kwenda vacation, lakini nahofia sana kupoteza kazi yangu. Kwani huko ofisini kwenu unafanya kazi gani? Mimi ni secretary. Usijali, wakikufukuza kazi, mimi nitakupa kazi nzuri ya kufanya. Kweli tena baby? Kweli mpenzi. Sasa cha kufanya, wewe mwambie bosi wako kwamba mama yako anaumwa, unaomba ruhusa kwa muuguzi. Pia mwambie mama yako kwamba unaenda kwenye safari ya kikazi na bosi wako kwa muda wa wiki 2. Wow baby, wewe ni genius. Ngoja nimpigie bosi wangu sasa hivi. Hello? Hello, za saizi bosi? Salama Cha usiku, za kwako? Sio nzuri bosi, mamangu anaumwa sana, alafu hatuna msaidizi, natakiwa kwenda kumuuguza ndani ya wiki 1. Usijali, wewe muuguze mama hadi pale atakapopona. Asante sana bosi. Amesemaje? Amenipa ruhusa ya kumuuguza mama hadi apone. Basi wewe nenda kajiandae. Kesho asubuhi nitakuja kukuchukua twende. Sawa mpenzi wangu. Shikamoo mama. Marahaba mwanangu, hujambo? Acha tu mama, yaani tulikuwa na kikao, alafu kesho mimi na bosi wangu tutaenda Zanzibar kikazi. Usijali mama, mimi nimeshakula tayari. Haya mama, uwe na usiku mwema. Yule si mama yake Cha usiku yule? Mama shikamoo. Kwa nini unaniuliza hivyo mama? Jana Cha usiku aliniambia wewe na yeye mna safari ya Zanzibar kikazi. Na alinipigia simu kwamba mmefika, lakini nashangaa wewe na kuona hapa. Hapana mama. Sikuwa na ratiba ya kwenda Zanzibar na Cha usiku. Ila Cha usiku aliniomba ruhusa kwamba wewe unaumwa aje kuuguze, hamna mtu wa kuwasaidia nyumbani. Mimi mbona siumwi? Kwa nini Cha usiku afanye hivyo? Hebu ngoja nimpigie. Hello? Hello Cha usiku, habari? Safi, niambie. Uko wapi sasa hivi? Nipo hospitali, nimemleta mama kupata matibabu. Mbona nimekutana na mama yako hapa? Ameniambia kuwa umesafiri kikazi na mimi. Ndiyo, nimemwambia nimesafiri kikazi, lakini sijamwambia kama nimesafiri nawe. Nimesafiri na bosi wangu mpya. Kwa hiyo unamaanisha umeacha kazi ofisini kwangu? Ndiyo, wewe tafuta tu mtu mwingine.
Lakini kwa nini umeamua kuchoma maamuzi kama hayo bila hata kumshirikisha mama yako? Bwana, hebu fuata maisha yako, achana na mimi. Mbona umemjibu vibaya bosi wako? Mimi sipendi mtu anayependa kufuatilia maisha yangu bana. Ndiyo, nilisema nitakupa kazi nzuri, lakini hii nikupe kazi hiyo ni lazima nikuoe. Kwa hiyo nikikubali kuolewa na wewe utanipa kazi gani? Nitakupa kazi ya kunifulia na kunipikia chakula. Aha.